tuwe mabalozi, kwa sababu huu mfuko wa afya ni wa watu wote, kwa sababu nimeona walengwa hapa kwamba ni wafanyakazi, lakini pia wale ambao sio wafanyakazi na sekta ambazo sio rasmi. Kwa hiyo nilikuwa naomba mafunzo haya tuyazingatie na tuyasikilize kwa makini, na baada ya hapo tuyachukue sisi tuwe kama mabalozi kuwapelekea wafanyakazi wenzetu, lakini vile vile kwa jamii ambayo inahusika na mfuko huu. Huo ndio msingi wa universal health coverage. Lakini kama nilivyozungumza awali kwamba kila nchi inapoliendea jambo hili inaangalia uchumi wake ukoje, siasa zake zikoje, lakini vile vile na jamii yake ikoje. Kwa mfano sisi tulipoanza utaratibu huu, kwanza tuliwaendea wananchi wetu wa Zanzibar chini kabisa katika grassroots, tukawauliza baadhi ya maswala. Wakati ule tunasarifu swala lenyewe, na wengi wa wananchi walisema, kwa mfano hasa katika swala la wategemezi, hasa watoto wa kuzaa, walizungumza kwamba kusiwe na ukomo wa watoto wa kuzaa, na ndio maana mpaka leo mfuko unaendelea na principle ya kuchukua watoto wote wa kuzaa tayari. Kwa hivyo mtoto wa kuzaa hajaachwa hata mmoja, kama una 10, una 15, 20, alimradi wewe uwezo wako wa kuzaa tayari. Lakini lengo vile vile ya presentation hii ambayo tutaifanya kujifunza vile vile. Leo tulikuwa tuna mkutano na shirikisho la vyama vya wafanyakazi. Madhumuni makuu ni kuwapa taaluma juu ya mipango ya Zanzibar kuelekea katika swala zima la afya kwa wote, na kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Zanzibar wanajumuisha katika utaratibu huu. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa ujio wao, lakini vile vile wameuliza masuala mbalimbali, na sisi upande wetu kama ZHSF tumewapatia ufafanuzi wa masuala hayo, na lengo ni kuhakikisha kwamba wanapata uelewa huu na kuhakikisha kwamba taaluma ambayo wanaipata basi waende wafahamishe na wafanyakazi wenza wao, ili kwamba sote Wazanzibari tuwe tunajua madhumuni na malengo ya mfuko wetu huu wa huduma za afya Zanzibar. Kwa sababu kama nilivyosema katika mazungumzo yangu wakati nilipokuwa nao katika uwasilishaji, ni kwamba tumepiga hatua nzuri sasa hivi na katika swala zima la usajili wa wananchi wetu, na sasa hivi tupo wanachama zaidi ya 871,000 ambao tayari tumeshasajili, na mategemeo yetu kwamba ikifika mwaka 2026 tuweze kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Zanzibar wanatumia utaratibu wa mfuko wa huduma za afya Zanzibar. Na hivi ninavyozungumza vile vile kwamba tayari mfuko wa huduma za afya Zanzibar umeshaanza kupokea madai ya wananchi ambao hawapo katika utaratibu mzima wa ZHSF. Kwa hivyo ZHSF sasa hivi tayari kuanzia mwezi wa 9 imeanza kupokea madai ya wanachama wa ZHSF kupitia hospitali mbalimbali za serikali, lakini vile vile na wale ambao sio wanachama wa ZHSF. Na hii inatusaidia kuanza kujifunza na mapema kuelekea kwamba ZHSF inawasimamia sasa wananchi wote wa Zanzibar katika upatikanaji wa huduma za afya nchini. Mafunzo haya ni mazuri kwa sisi wafanyakazi. Takriban vyama vya wafanyakazi vimewakilisha wajumbe wa baraza la shirikisho na baadhi ya viongozi ambao wanahusika katika vyama vya wafanyakazi. Watu wengi tunajua kwamba huu mfuko upo kwa ajili ya wafanyakazi au sekta isiyo rasmi, na ni kweli unatusaidia sisi wafanyakazi na baadhi ya wafanyakazi ambao katika sekta isiyo rasmi. Lakini afya ni muhimu kwa kila mtu. Kila mtu anataka awe na afya bora, lakini vile vile kila mtu anataka aishi akiwa salama. Ni matumaini yangu kwamba mafunzo haya yatatupa upeo wa kufahamu umuhimu wa hizi huduma ya afya, lakini vile vile mimi kwa nashauri uongozi wa mfuko vile vile kama alivyokuwa na malengo yao na mafunzo tuliyopata kwamba lengo ni kupata huduma kwa wote. Kwa hiyo waendelee na mikakati yao kwamba bado wanahitaji wananchi wote wanahitaji hizi huduma. Tuna wimbi kubwa la wananchi ambao bado wanahitaji huduma za afya. Bila shaka kwamba mfuko huu umewachukua wafanyakazi ukizingatia pia nali wategemezi. Na tunashukuru kwamba wale wategemezi wanaingia 100% wakiwemo hasa watoto. Kama una watoto hata 10 mfuko umewazingatia, na sisi tunashukuru. Lakini vile vile kuna wategemezi ambao tunao wana uwezo, na ambao pia wa mafunzo yetu yametueleza kwamba wale wategemezi ambao wana uwezo pia wanastahili kuchangia.
hili ni lengo zuri, kwa sababu kuna wategemezi wana uwezo tayari kwamba wao wana uwezo wa kuchangia mfuko huu. Na lengo ni nini? Lengo ni kufikia kwamba 100% wananchi wote wa Zanzibar wapate huduma. Kwa hiyo nawashauri na natoa rai kwamba kwa wale wategemezi wetu, ikiwa mume au mke mume wake ana uwezo, basi asisite kujiunga na mfuko huu, ili lile lengo la mfuko la kwamba afya kwa wote lifikiwe. Kama hatukufanya hivyo, kwa sababu ikiwa tunaochangia ni wachache na wategemezi au wahitaji ni wengi, serikali haitaweza kufikia lile lengo lao. Kwa hiyo nashauri wale wategemezi ambao kwa sasa hivi wanaanza kusajiliwa ili kuongeza nguvu mfuko huu. Kwa hiyo naomba wakubaliane na yale mahitaji au matakwa ya serikali, afya iwe afya bora, au mfuko huu hudumiwe kwa wananchi wote kwa 100%. Kwenye mafunzo haya ya ZHIF tumefaidika leo kwa sababu tumepata kujua mambo mengi, hususan kwamba Zanzibar population kuna population ya watu milioni 2 na kidogo, kwa hiyo wafanyakazi ni kidogo. Kwa hiyo lazima tuungane ili wenzetu wote wapate hii huduma ya afya. Kwa hiyo sisi wafanyakazi tuwe kipaumbele ya kuchangia hii huduma ya afya, ili wenzetu waliokuwa hawajaajiriwa wapate fursa nao kupata hizi huduma za afya. Kwa hiyo tumefaidika sana kutokana na mafunzo haya. Furahi kupata mafunzo haya, kujua ZHSF. Mafunzo haya yamenifunza kujua sheria waliotumia na viwango ambavyo wanavyotumia. Nimenufaika sana na napenda kusema wa shukrani kwa kutupa mafunzo haya. Ushauri wangu kwanza kwa wafanyakazi, kwa sababu natokea mamlaka ya viwanja vya ndege, kwanza washauri wafanyakazi wote wa mamlaka ya viwanja vya ndege pamoja na wa serikali wote ambao walikuwa ni waajiriwa wa serikali kuu waingie kwenye mfuko huu wa ZHF.